Tunapata adha sana. Saa nyingine huku kwenye tenki maji kwa hayafiki, kwa hiyo kwa anakata. Ilikuwa tulazimu kutoka huku kwenda hadi kule chini. Kama mwaka jana maji yalikata kabisa kwa sababu transformer iliharibika. Kwa watu walikuwa wanatoka umbali mrefu kuanzia huku mpaka kule chini. Wanafunzi walikuwa wanarudi wanachoka, kwa wanashindwa hata kusoma. Kwa sababu wakili inahitaji mtu awe amerelax ili asome. Kwa akichoka anashindwa kusoma na ufaulu kwa mdogo. Ila kwa sasa hivi kwa vile maji yameletwa pale, tunaweza tukajitahidi katika masomo yetu sababu tunakuwa tumerelax, kila kitu tunapata. Nipo hapa kuongelea kwa manufaa kupata sisi maji. Msaada wa maji unaweza kusaidia vitu vingi sana. Maana ilikuwa mpaka kuna kipindi sisi tulikuwa tunakunywa maji ya kisima. Just imagine unakwenda kunywa maji ambayo unaona kabisa chura inaelea. Ndio hivyo yani, kwa sababu huwa anasema mwanafunzi akipo shule hawezi kuumwa, lakini tulikuwa tunaumwa, lakini tunajitahidi hivyo kwa kusoma. Muda mwingi sana ilikuwa inatuchukua, maana jikoni wapishi wanalalamika kuna maji, tunatolea darasani tunaenda kuchota maji visimani, tuwatumia kwenye kunywa, kuogea, kufulia, lakini sasa hivi imeturahisishia sana. Kwa yani muda mwingi sana tunachukua katika kusoma. Alafu pia akili ikichoka inahitaji maji kupumzika wakati wa kusoma. Kwa sasa imetusaidia sana. Kumba hao wenzetu wakuwa na moyo wa kutusaidia sisi. Tunajua ni kwa neema zake na rehema zake pia. Niseme asanteni sana wageni wetu. Tunashukuru kwa ujio wenu ambao umefanyika baraka kwetu. Mmetutoa katika mateso ya kutaabika kutafuta maji katika jamii hii ya wanafunzi tunao kwa sasa ni 415, kututoa mateso yale ya maji kutafuta na kutaka kuwa huru. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Amen. Tunaamini kupitia maji haya watoto watafanya vizuri zaidi, lakini pia tutawapanda bustani mbalimbali wawe na afya njema. Pia jamii itanufaika kwa namna moja au nyingine, hata usalama wa afya zetu pia utakuwa umeboreshwa. Tunashukuru sana na tunaamini muda ambao ulikuwa unapotea katika kutafuta maji sasa tunauhamishia katika mapambano ya kusoma. Naamini Mwenyezi Mungu sasa atatusaidia ule muda ambao tulikuwa tunapoteza turudi kwenye masomo, na tuwaombea watoto wetu sasa wasome na wafaulu na wafike mbali. Ili hichi ambacho wageni wanakifanya ifike wakati mwingine hata hawa watoto wetu wakija kuwa watu wazima waje wafanye kitu kama hiki. Ni sehemu ya kujifunza hata sisi wengine. Kwamba waliotoa sio kwamba wana kikubwa sana. Tunapokuwa hata na kitu kidogo tujifunze na tuna tabia kufanyaje ya kutoa. Niseme kwamba niwashukuru sana hawa wageni wetu ambao wametuletea maji. Hawa nadhani bado tutaendelea kuwatumia sababu tumepata maji pale msikitini na hapa vile tumepata shuleni. Kwa hiyo na mimi nisisitize tu kwamba lile tatizo la maji lilikuwa shuleni. Sasa tulihamishia kwenye masomo ili watoto wasome muda mrefu zaidi. Kwa hiyo nawashukuru na karibuni sana Masawi. Mimi naitwa Ali Abdindui, mwenyekiti wa kijiji cha Masawi. Assalamu alaikum. My name is Ramadhani Omar Isa. I'm a ward executive officer. Karibuni sana wageni Masawi Sekondari. Tunashukuru kipekee kwa mradi huu ndio tuletea sisi kama wananchi na kama serikali kwenye eneo hili. Tunatekeleza hili kwa maana ya kutunza huu mradi. Kipekee kabisa tuwashukuru sana nyinyi wafadhili kupitia ndugu yetu Saidi Mnyeke. Umetupambania, tukutegemea kwanza kwa muda mchache kutoka tarehe 2 ya mwezi wa 10. Leo hii mradi umesimama, tunategemea kwamba fadhila nyingi zikufikieni. Kwa hiyo tuwashukuru sana, asanteni sana, karibuni tena kwa wakati mwingine. Tuko hapa leo kufungua mradi ambao umekuwa funded na Global Foundation. Mimi nawashukuru sana kwa kazi hii walioifanya. Naamini hii ni kazi kama ya ubunge. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba kila raia ni mbunge. Wito wangu nasema kwamba kila mtu ni mbunge, kila mtu ni diwani. Kwa hiyo kazi hizi ni kazi zetu sisi sote. Kwa hiyo mimi niwashukuru sana hawa ndugu, wamefanya kazi ya ubunge, wamefanya kazi ya diwani, wamefanya kazi ya ubalozi. Mimi niwashukuru sana. Kazi hii
walioifanya katika charity hii walioifanya, nafikiri hii ni katika sadaka ambazo ni nzuri kuliko sadaka zote, sadaka ya maji, kwa sababu sadaka hii imekuja kwa wakati mwafaka, muda sahihi. Wananchi hawa walikuwa na shida ya maji kwa muda mrefu sana. Mimi niwashukuru sana Bubu Foundation, wamefanya kazi nzuri sana, na tunawaombea Mwenyezi Mungu awaongoze katika njia hii waliochukua, njia sahihi. Nashukuru sana. Ubalozi wao wa Uturuki. Kwa hiyo tuko na ushirikiano wa kuleta hizi huduma kwa wananchi. Sisi ni waonyesha njia, sisi tukiwaambia jamani, kuna sehemu fulani kuna shida, wao wanafanyaje? Wanatekeleza. Kwa hiyo tuwashukuru kwa jinsi wanavyojitoa kwa muda huu, kama mnavyosema ni muda wa haraka zaidi, na sisi tulipata maombi ya maji hapa, na tunashukuru kwamba imewezekana kutekeleza kwa muda mfupi, na leo maji hapa yatabaki kuwa ni historia. Mradi huu una thamani ya dola 20,000 za Kitanzania, kama milioni 60 na kitu fulani hivi, umeelewa? Na kama ulivyoona pale, tumetengeneza solar panels ambazo zinawezesha kuyavuta maji kutoka kwenye kile kisima cha mita 100 kuyaleta hapa kwenye matenki. Hapa ndani kuna matenki ya lita 10,000. Maana yake ni kwamba pamoja na kwamba mradi utakuwa unajiendesha peke yake, kamati ya shule na wengine watakaa kujua wao, sasa ndio tunawakabidhi leo ili wataona namna gani wanaweza kuendesha huu mradi, lakini tunaamini manufaa makubwa yatapatikana kwa wanafunzi wa shule na kwa watu wa maeneo haya. Kwa hivyo sisi tunaukabidhi kwenu mradi huu, na tuna miradi mingine ambayo tunaenda kuifungua pale. We believe everything has been created from water. That's why water is right of everybody, and within that scope we came to here to share our water with you. Inshallah you will share your water with me. I will drink a little bit with your permission. Just for your information, this water is free for everybody. There is no region, gender, religion difference. As your brothers, we just request to keep and protect this water well, and by that way everybody will have opportunity to use it.